Anasema mwanangu, anasema mwanangu, yatosha ulivyokaa kwenye dhambi. Anasema nimekuja, nimeweka kituo, nataka mmoja anipokee. Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Haleluya! Jamani, haleluya! Yesu anabadilisha, Yesu anaokoa, Yesu anaweza, Yesu ni mwema. Jamani, haleluya! Haleluya! Mpe Yesu maisha yako, mpe Yesu maisha yako. Bwana anakubadilisha. Ninaleta neno ambalo ni msaada wa maisha. Ninaleta neno ambalo watakapolisikia wadhambi, watakapolisikia wadhambi watasema ya kale yamepita, sasa na yawe mapya. Watasema tumempata Yesu na atatubadilisha. Yesu alikufa kwa walevi kama hawa. Yesu alikufa kwa dhambi kama hizi. Nataka niwaambie, kwa Yesu tunabadilika. Jamani, kwa Yesu tunabadilika. Jamani, kwa Yesu tunabadilika. Nguvu ya Bwana inapita mahali hapa, na kuna mtu ambaye atabadilika. Nguvu ya Bwana inapita hapa, na kuna dhambi tutasiacha. Nguvu ya Bwana inapita hapa, na ya kale yatapita. Bwana atayafanya kuwa mpya. Mnaweza mkamsaidia sasa, mnaweza mkamsaidia sasa. Yesu yupo. Hata unapomwona mtu anateswa, anateswa na pombe, anateswa na matendo mabaya, hata utakapomwona mtu anateswa na dhambi, wewe unaweza ukashangaa dhambi inamtesa mtu namna hii. Lakini Yesu anasema nimekufa ili wawe na uzima, tena wawe nao tele. Na alikufa ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Sema amen. Tusema tena amen. Kijana, Yesu anakuita. Mzee, Yesu anakuita. Mama, Yesu anakuita. Anasema nikija kwako mambo yatabadilika. Jamani, mambo yatabadilika. Pombe zinabadilika, harufu ya dhambi inabadilika. Mpe Yesu maisha yako, akubadilishe, akubadilishe. Jamani, akubadilishe. Kwa Yesu ni raha, kwa Yesu ni raha, kwa Yesu ni raha. Watakampokea Yesu atawapa raha. Jamani, haleluya. Shetani ni mbaya, shetani ni mwongo, shetani anatushawishi, shetani anatupeleka pabaya. Alipoanza kuongea na mwanamke, akambadilisha mawazo, akamdanganya, akamwambia Bwana hakusema hivyo. Na kama alisema hivyo, alijua mkila tunda mtajua mema na mabaya, mtajua mema na mabaya. Shetani anatudanganya, anapindisha kidogo, anatulagai kidogo. Nataka niwaambie katika mkutano jioni ya leo, usifanye mjadala na shetani. Shetani atakapokuja katika ndoa yako, wewe baba, usikubali kuongea na mwanamke ambaye analeta mitego ili utoke kwenye ndoa yako. Huyo ni shetani. Kama umesimama na mke wako, yani ni kufanya maongezi ambayo yanaleta hatari katika ndoa yako. Nataka niongee pia na akina mama. Kama umeolewa, kwa nini unakubali kufanya mijadala na shetani? Kama Bwana aishivyo, tukatae mijadala na shetani. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Kataa. Mwambie shetani hapana. Mwambie shetani sitakaa kikao na wewe. Ukiona kuna mazingira yote ambayo shetani analeta, mazingira mabaya, maongezi mabaya, kataa meseji za shetani ambazo anamtumia mtu. Anakutumia wewe, unajikuta umeoa, unajikuta umeolewa, lakini bado shetani anakutafuta, anataka uondoke katika upendo wa ndoa yako. Mwambie shetani hapana.
Ninataka niongee na vijana ambao tunasikiliza hotuba hii. Usikubali kufanya mjadala na shetani. Kaa chini uongee na Bwana. Usikubali kuongea na shetani. Mwambie shetani, sikutaki, moyoni mwangu ninamtaka Yesu. Jamani, haleluya wapendwa, haleluya. Hebu nione mikono yanaonifuatilia. Haleluya. Sikiliza, shetani anakuja kwa vivutio. Shetani ameweka vivutio mbalimbali. Analeta pombe, anakuonyesha ilivyo nzuri, anakushawishi unaanza kunywa. Shetani anakuletea hoteli nzuri ya gharama, anakuonyesha starehe. Shetani ana kila vivutio. Shetani ameandaa nguo za vivutio, ameandaa pabu za vivutio, ameandaa kila senta, anataka wavute watu. Lakini nataka niwaambie wana Ugembo, Yesu ni kituo salama. Ukimpata Yesu umepata furaha. Ukimpata Yesu umepata maisha. Jamani, haleluya wapendwa wa Bwana, haleluya. Nisema nikwambia haya, mwanamke akamsikiliza shetani. Hoja ikaanzia hapa. Wewe mwanamke, wewe ulishapewa maelekezo na Bwana, matunda yasiliwe yaliyo katikati ya bustani. Sasa unafungua nafasi, unaanza kuongea na shetani. Shetani anaweza akakupa mbinu, ukimfungulia nafasi akakudanganya. Badala ya biashara kufanikiwa ikafilisika. Anaweza akakudanganya, badala ya kuwa binti mzuri ukaingia kwenye shida na mambo yakaharibika. Badala ya ndoa yako kusogea, mambo yakaharibika. Badala ya kumsikiliza shetani, tulisikilize neno la Bwana na tusimame na Bwana, na Bwana atatuokoa. Haleluya, yani haleluya, Bwana atatuokoa. Kosa au jambo la pili la kujifunza ni hili: usitembee peke yako, tembea na Bwana. Naomba nirudie, usitembee peke yako, tembea na Bwana. Huyu mwanamke huyu alitembea peke yake, alisahau maagizo ya Bwana, alisahau vile alivyoagizwa, akaletewa mafundisho mapya, akaletewa maneno mapya. Nataka niwaambie, katika dunia iliyoharibika, usitembee peke yako, iwe ni usiku au mchana. Uko hapa Ugembo au umesafiri, mwambie Bwana, nataka nitembee na wewe. Mwambie Bwana, nataka nitembee na wewe. Sitatembea peke yangu. Dunia inadanganya. Dunia tulio nayo, ukitembea bila maneno ya Bwana akilini mwako, ukitembea bila kibali cha Bwana maishani mwako, ukitembea bila Bwana kukuongoza, mambo yatakuwa mabaya. Lakini ukitembea na Bwana, ushindi ni hakika. Ushindi ni hakika. Ninatamani nikualike msikilizaji ambaye unafuatilia mahubiri haya, dada unayenisikiliza, kijana unayenisikiliza, mama unayenisikiliza, mzee unayenisikiliza, usikubali kutembea peke yako. Usikubali kutembea peke yako. Mwambie Bwana, ninataka utembee pamoja nami. Mwambie Bwana, ninataka utembee pamoja nami. Njiani uniongoza. Yesu wangu Mwokozi, rehema hata punguza milele kiongozi. Ninatamani niwaambie watu wote, katika biashara tembea na Bwana, katika ndoa tembea na Bwana, katika maisha yako tembea na Bwana. Shetani atakuweza ukitembea peke yako, lakini ushindi ni hakika ukitembea na Bwana. Haleluya, tembea na Bwana, tembea na Bwana. Shetani atakuja na maneno yake. Shetani atakuja kukudanganya. Shetani atakuja wakati wowote, ukiwa mahali popote, lakini akikukuta na Bwana utashinda. Atakushindwa. Mapepo yakija yakukute uko na Bwana. Uchawi ukija ukukute na Bwana. Watu wanaotaka kukudanganya wakukute na Bwana. Kwenye biashara yako tembea na Bwana. Kwenye maisha yako tembea na Bwana. Ukitembea na Bwana, ninatangaza tena, ushindi ni hakika. Ushindi ni hakika. Tembea na Bwana. Eva alichokosea, alimsahau Bwana,
alisahau maagizo yake, alisahau sheria zake, akatembea peke yake. Shetani akapata nafasi. Dunia imeharibika, tusitembee peke yetu. Wapendwa wasikilizaji wa hotuba hizi, tuchague kutembea na Bwana. Haleluya, yani haleluya, tutembee na Bwana. Ushindi ni hakika, ushindi ni hakika. Hata kama shetani ana ulaghai, ana nguvu nyingi, ninayo habari njema. Watakao mpa Bwana akili zao, uwezo wao, mvuto wao, maisha yao, hawatapotea bali wataupata uzima wa milele. Jambo la tatu la kujifundisha katika Mwanzo sura ya 3 ni jambo ilifuatalo: shetani hata kudanganya asilimia zote, atakuambia uongo kidogo na ukweli kidogo, na anachotaka akuchanganye ili upotee. Anakuja kwa sura nzuri, anakwambia nitakuoa, anakwambia nakupenda, anakwambia nitatembea na wewe, anakwambia maisha yako yatafanikiwa. Anakuja na maneno ya kweli kidogo na uongo kidogo. Nataka niwaambie, Yesu Kristo hana uongo, ana ukweli wote, hadanganyi, anasema ukweli. Shetani akamwambia mwanamke, ukila matunda haya hautakufa hakika, lakini utajua mema na mabaya. Unajua nachotaka kuambia ni nini? Kuyajua mema na mabaya kwa ni Habili, lakini kufa, Mungu alisema watakufa. Hata leo tunajua mema na mabaya, maana ni matokeo ya tunda, lakini habari ya kufa ilemwa, siku mtakayokula matunda mtakufa. Na mni hakika shetani anachanganya uongo, anaweka na ukweli. Watakao soma neno la Bwana na watakao muomba Mungu, watakao na Bwana, habari njema katika mikutano hii. Ukitembea katika bara ya neno la Bwana, ukitembea katika barabara ya maombi, utembea na Bwana, waongo hawatakuweza, shetani hatakuweza. Ushindi wetu unapatikana katika neno la kweli la Mungu na katika maombi, katika neno la kweli la Mungu na katika maombi. Na watangazia watu wote tulioko hapa, tukatae maneno ya watu, tukubali neno la Mungu kama lilivyo, na tukatae maneno ya watu na tukubali kumtegemea Mungu katika sala, katika kusoma neno lake. Ulimwengu utakapotudanganya, tutatembea na Bwana. Haleluya, haleluya. Sikiliza nikwambie, jambo la 4 jambo la 5 ambalo nataka kujifunza hapo: dhambi inaambukiza. Dhambi inaambukiza. Hebu sikiliza hii. Dhambi unaweza ukaipata wewe na ikamwathiri hadi mke wako, ikaathiri mme wako, ikaathiri watoto wako, ikatembea katika familia yako. Dhambi inaambukiza. Dhambi inaweza kuleta madhara kwa familia yako yote. Alikula tunda Hawa, akamshawishi Adamu, wote wakala tunda, wakaingia dhambini, wakatembea kwenye dhambi. Na tamani niwaambie watu wote tunakuja kwenye mkutano, usikubali kushawishiwa. Mwenye dhambi akikushawishi, Biblia inasema wewe usikubali. Dhambi inaweza ikaja kupitia rafiki yako, inaweza ikaja kupitia mke wako, inaweza ikaja kupitia mme wako, inaweza ikaja kupitia wazazi wako, inaweza ikaja kupitia watu wa karibu yako. Nataka nikuambie, dawa ya kweli ya kuishinda dhambi haitoki kwa wazazi, haitoki kwa watoto, haitoki kwingine kote. Ninataka niwatangazie, tukimtazama Yesu Kristo tutashinda. Natangaza tena, tutashinda. Hata kama dhambi imekuwa mbaya, inaisumbua dunia, watakao mtazama Yesu na tabia zake Yesu na maisha yake Yesu watashinda. Hebu twende kidogo tutafakari habari za Yesu. Yesu anawapenda wadhambi.
Yesu anaichukia dhambi, lakini hamchukii mdhambi. Yesu hamkatai mtu, anakataa tabia yake. Nimeona watu ambao wanawatenga watu baada ya kutenda dhambi. Nimeona watu ambao hawawapendi wanaotenda dhambi. Nataka nikuambie, Yesu anakupenda. Anaichukia tu pombe unayokunywa. Yesu anakupenda. Anachukia tabia ya kwenda na wanaume wengi. Yesu anakupenda. Anachukia utapeli wako. Yesu anakupenda kijana. Anachukia bangi na pombe. Akanitangaze, bado Yesu anatupenda, lakini anachukia dhambi, lakini sisi anatupenda. Haleluya jamani, haleluya. Hebu mwambie jirani yako, Yesu anakupenda. Hebu mwambie jirani yako tena, Yesu anakupenda. Lakini mwambie tena, anachukia dhambi, anakupenda wewe. Mwambie anachukia dhambi, lakini anakupenda wewe. Ninatamani waambie watu wote tunakuja kwenye mkutano huu, usifikiri kwamba Bwana amekuchukia. Kijana unayenisikiliza, hata kama ulikunywa pombe kiasi gani, hata kama umeenda na wanaume wangapi kiasi gani, hata kama umeenda kwa waganga kiasi gani, hata kama umepoteza ubora, watu wamekuchukia, waambie bado Yesu ananipenda. Anachukia ninachofanya, na nikimpokea atanibadilisha. Atanibadilisha. Acha wakuchukie, lakini Yesu anakupenda. Anachochukia ni unachofanya, na ukimkubali leo na kumpokea leo na kuacha yote leo, habari njema ni hii, atakubadilisha. Jamani, haleluya! Yani haleluya! Wapendwa, haleluya! Namjua Yesu ambaye amekaa na walevi kwenye meza moja. Namjua Yesu ambaye alikubali kahaba Mariamu Magdalena, akampaka mafuta, akakaa miguuni pake. Waambie watu katika jioni ya leo, hata kama mmenichukia, hata kama mliniona mlevi, hata kama mliniona mzinzi, hata kama mliniona tabia mbaya, hata kama mlinijua kijana mbaya, ninataka nimpokee Yesu ambaye bado ananipenda. Anachukia dhambi zangu, lakini bado ananipenda. Anachukia dhambi zangu, lakini bado ananipenda. Natangaza jioni ya leo, Yesu anakupenda. Nasema tena, Yesu anakupenda. Haleluya jamani, haleluya. Yesu anatupenda. Kama unataka kuhakikisha hili, soma kitabu cha Yohana 4, Yohana sura ya 4, anza mstari wa 5. Yohana 4 mstari wa 5 inasema, basi akafika kunako mji wa Samaria, inasema uitwao Sikari. Akafika mji wa Samaria unaoitwa Sikari, karibu na lile shamba ambalo Yakobo, karibu na lile shamba ambalo Yakobo alimpa Yusufu mwanawe. Na hapo palikuwa na kisima cha Yakobo. Basi Yesu kwa sababu amechoka na safari yake, akaketi vivi kisimani. Nayo ilikuwa yapata saa 6. Akaja mwanamke Msamaria kuteka maji. Yesu akamwambia, nipe maji ninywe. Kwa maana wanafunzi wake wamekwenda mjini kununua chakula. Basi yule mwanamke Msamaria akamwambia, imekuwaje wewe Myahudi kutaka maji kwangu? Unataka maji kutoka kwangu, nami ni mwanamke Msamaria. Maana Wayahudi hawachangamani na Wasamaria. Yesu akajibu akamwambia, kama ungalijua karama ya Mungu, naye ni nani akuambiaye, nipe maji ninywe, ungalimuomba yeye, naye angalikupa maji yaliyo hai. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, una kitu cha kutekea, na kisima ni kirefu, sana. Basi umeyapata wapi hayo maji yaliyo hai? Je,
je, wewe mkubwa kuliko baba yetu Yakobo aliyetupa kisima hiki, aliyetupatia hiki kisima, naye mwenyewe akanywa maji yake, na wanawe pia na wanyama wake pia. Yesu akajibu akamwambia, kila anywaye maji haya ataona kiu tena, walakini yeyote atakayekunywa maji yale nitakayompa mimi Yesu ataona kiu milele. Bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemchemi ya maji yakipupuzikia uzima wa milele. Yesu amekuja, amekaa hapa Ugembo kwa wiki mbili. Nataka nirudie, Yesu anapita hapa Ugembo na amekaa kwa siku 14. Anakaa, anaendelea kusema, Yesu amekaa hapa, anaita watu wa Ugembo, anawaambia watu wa Ugembo, kama mngejua mahubiri yanayofanyika hapa yanaenda kuwaletea uzima wa milele, msingeyadharau, msingepita kando, msingeyachukulia kawaida. Kama mngelijua Yesu anayewaambia habari za wokovu wa maisha yenu, ambaye anawajua, anawapenda, amekuja kuwaokoa. Kama mngalijua, mngefanya hima, mngefanya bidii na msipotee, bali mngempokea Yesu. Ninataka niwaambie, Yesu anapita Ugembo. Ninataka niwaambie, neno lake linasikika Ugembo. Nataka niwaambie, haijalishi maisha tulio nayo, haijalishi dhambi tulizo nazo, Yesu anasema anataka tukomboe. Haleluya jamani, haleluya. Anataka tukomboe. Inawezekana umekuwa na maisha fulani, maisha ya kawaida, maisha ya dhambi, maisha yanayokatisha tamaa. Yesu anasema, wanangu, anasema na wanawake wa Ugembo, anasema na mabinti wa Ugembo, anasema na kina baba wa Ugembo, anasema na kila mmoja anayetembea, aliyeko ofisini, aliyeko kwenye biashara. Anasema, nipo hapa Ugembo, ninayataka maisha yako. Utoke kwenye pombe, utoke kwenye uzinzi, utoke kwenye maisha ya waganga. Yesu maisha yako. Nasema tena, mpe Yesu maisha yako, atakupa maji, na ukinywa maji hutaona kiu tena. Haleluya jamani, haleluya. Yesu, nipe hayo maji. Namwambia Bwana, nipe hayo maji ili dhambi ikome. Anasema mwanangu, yatosha ulivyokaa kwenye dhambi. Anasema, nimekuja, nimeweka kituo, nataka mmoja anipokee. Jamani, haleluya jamani, haleluya jamani, haleluya haleluya jamani, haleluya. Yesu anabadilisha, Yesu anaokoa, Yesu anaweza, Yesu ni mwema jamani, haleluya haleluya. Mpe Yesu maisha yako, mpe Yesu maisha yako. Mwanamke huyo, hebu tusikie habari zake. Msomaji, endelea kusoma msomaji. Yesu atamuokoa, Yesu anampenda. Wewe utamdharau, lakini Yesu anasema, bado nilikufa kwa ajili yake, nilikufa kwa ajili yake. Na Yesu anasema atakuokoa, atakuokoa. Na hata wewe ambao unanisikiliza, huenda una kitu ambacho unafanya, huenda kuna dhambi ambayo unafanya, huenda kuna maisha ambayo unafanya. Yesu anasema, ninaleta neno linalopenya katika moyo, ninaleta na kubadilisha, ninaleta neno ambalo ni msaada wa maisha, ninaleta neno ambalo watakapolisikia wadhambi watasema, ya kale yamepita, sasa na yawe mapya. Watasema, tumempata Yesu na atatubadilisha. Yesu alikufa kwa walevi kama hawa, Yesu alikufa kwa dhambi kama hizi. Nataka niwaambie, kwa Yesu tunabadilika jamani, kwa Yesu tunabadilika jamani, kwa Yesu tunabadilika.
Nguvu ya Bwana inapita mahali hapa, na kuna mtu ambaye atabadilika. Nguvu ya Bwana inapita hapa, na kuna dhambi tutasiacha. Nguvu ya Bwana inapita hapa, na ya kale yatapita. Bwana atayafanya kuwa mpya. Mnaweza mkamsaidia sasa, mnaweza mkamsaidia sasa. Yesu yupo. Hata unapomwona mtu anateswa na pombe, anateswa na matendo mabaya, hata utakapomwona mtu anateswa na dhambi, wewe unaweza ukashangaa dhambi inamtesa mtu namna hii, lakini Yesu anasema nimekufa ili wawe na uzima, tena wawe nao tele. Na alikufa ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Sema amen. Tusema tena amen. Kijana, Yesu anakuita. Mzee, Yesu anakuita. Mama, Yesu anakuita. Anasema nikija kwako mambo yatabadilika. Jamani, mambo yatabadilika. Pombe zinabadilika, harufu ya dhambi inabadilika. Mpe Yesu maisha yako, akubadilishe, akubadilishe. Jamani, akubadilishe. Kwa Yesu ni raha, kwa Yesu ni raha, kwa Yesu ni raha. Watakampokea Yesu atawapa raha. Jamani, haleluya. Hebu soma habari hizi. Yule mwanamke akamwambia, yule mwanamke akamwambia, Bwana, unipe maji hayo, unipe maji haya nisione kiu, ili ninywe nisione kiu, wala nisije hapa kutaka maji. Yesu akamwambia, nenda kamwite mmeo. Akamwambia, nenda kamwite mmeo, uje naye hapa. Akamwambia, mlete mmeo wako hapa. Yule mwanamke akajibu akasema, sina mme, sina mwanaume. Yesu akamwambia, umesema vyema, sina mme, sina mume. Kwa maana umekuwa na wanaume watano, naye uliye naye sasa siye mme wako. Hapo umesema kweli. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, naona ya kuwa unabii. Ona ya kwamba unabii. Baba zetu waliabudu katika mlima huu, nanyi usema ya kwamba huko Yerusalemu ni mahali panapofaa kuabudia. Yesu akamwambia, mama, unisadiki. Saa inakuja ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima huu, wala kule Yerusalemu. Ninyi mnaabudu msijokijua, sisi tunaabudu tunachokijua, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Lakini saa inakuja, nayo saa ipo, ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu. Watu kama hao. Tulia pale kwanza. Ninataka nikuambie, Yesu alimwona mwanamke yule ana roho ya kikahaba, anatamana Yesu kubadilisha kesho yetu, kutukataza habari ya dhambi. Na kama mtasikia habari za Yesu anayeokoa, tambueni kwamba huyo ndiye. Jamani, haleluya. Wapendwa, haleluya. Ninajua Yesu amenituma, ninajua Yesu ametutuma, ametutoa wengine mbali, ametuleta hapa. Anataka watu watoke katika bangi, anataka watu watoke katika pombe, anataka watu watoke katika zinaa, anataka watu watoke kwenye miungu ya kale, anataka watu watunze na kupumzika kwenye Sabato, anataka watu waache masanamu, anataka dhambi iache, anataka watu waogemo. Tumpokee Yesu ili ya kale yapite, na tazama yote yawe mapya. Jamani, yote yawe mapya. Jamani, yote yawe mapya. Ukimpata Yesu ya kale yanapita, tazama yote yanakuwa mapya. Hebu soma sasa habari za mwanamke huyo. Biblia inasema mara hiyo wakaja wanafunzi wake wakastaajabu, kwa sababu alikuwa akisema na mwanamke. Sawa.
lakini hakuna aliyesema. Sawa. Unatafuta nini? Unatafuta nini? Au mbona unasema naye? Au mbona unasema naye? Basi yule mwanamke akauacha mtungi wake. Mwanamke akauacha mtungi wake, akaenda zake mjini, akawaambia watu, Njoni, mtazame mtu aliyeniambia mambo yote niliyoyatenda. Je, haimkini huyu kuwa Kristo? Basi wakatoka mjini wakamwendea. Huko nyuma wanafunzi wakamsihi wakisema, Rabi, ule chakula. Akawaambia, mimi ninacho chakula msichokijua ninyi. Basi wanafunzi wake wakasemezana, je, mtu anamletea chakula? Yesu akawaambia, chakula changu ndicho hichi, niyatende mapenzi yake aliyenipeleka, nikaimalize kazi yake. Hamsemi ninyi bado miezi 4 ndipo yaja mavuno. Tazama, mimi nawaambieni watu wa Ugemo, yaani macho yenu myatazame mashamba, ya kuwa yamekwisha kuwa meupe tayari kwa mavuno. Naye avunaye hupokea mshahara na kukusanya matunda kwa uzima wa milele, ili yeye apandaye na yeye avunaye wapate kufurahi pamoja. Sikiliza, mtu wa Mungu wa Ugemo, mwanamke aliyekuwa anaiba wanaume za watu, aliyekuwa mbaya, Yesu alimpenda, akafanya maongezi naye, akamsaidia, akajua ya kwamba yeye ndio Yesu aliyekuja kumkomboa. Mwanamke akaweka mtungi chini, akatembea tena, akaenda mpaka huko kwa mji mkubwa, akawaambia, njoni msikilize habari za Yesu Kristo aliyeniambia habari ya siri zangu. Nataka nikuambie, alikuwa kahaba anayetembea peke yake, watu wamemtenga, hawataki kutembea naye. Mwanamke mbaya aliyetenda dhambi alipokutana na Yesu, oh haleluya, mambo yakabadilika, tabia ikabadilika, kutoka mzizi hadi mwinjilisti wa neno la Bwana, kutoka kahaba hadi anayesema habari za Yesu anayeokoa. Habari njema ni watu wa Ugemo, Yesu amekuja, anataka badilisha vijana wote, kutoka kwenye pombe, kutoka kwenye bangi, kutoka kwenye maisha ya shisha, kutoka kwenye maisha mabaya. Anasema ukinipokea utabadilika. Jamani, utabadilika. Wapendwa, tutabadilishwa. Jamani, tutabadilishwa. Mwanamke akabadilishwa, hata wewe utabadilishwa. Nimesema tena, narudia, Bwana anampenda mdhambi, ila anachokichukia ni dhambi anayofanya. Narudia, Bwana anakupenda wewe, anachotaka kiondoke maishani mwako ni tabia mbaya, lakini habari ya wewe anakupenda. Hebu mwambie tena jirani yako, Yesu anakupenda. Hebu mwambie tena, Yesu anakupenda. Ninamjua Yesu, yeye anayetukomboa, yeye anayetutetea. Fungu letu lingine katika siku ya leo ni fungu lilozoeleka sana, Yohana sura yake ya 3 mstari wa 16 na 17. Msomaji wetu kanyaga twende. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Jamani, nataka niwaambie Ugemo, kwa maana jinsi Mungu alipenda Ugemo. Maana Ugemo ni sehemu ya dunia. Ninataka niwaambie Ugemo, Bwana ameleta mikutano hii kwa sababu anatupenda. Jamani, haleluya! Jamani, haleluya!
Yesu anatupenda. Ameona ulevi, ameona waganga wanavyotutesa, ameona habari ya uzinzi inavyotutesa, ameona dhambi inavyotutesa. Jamani, Yesu ametupenda, ameleta neno lake ili mmoja aokolewe. Jamani, ili mmoja aokolewe, na huyo mmoja ni wewe. Jamani, haleluya. Soma pale Yohana 3:16 na 17, msomaji. Kwa maana jinsi hii, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu, Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie, atakayemwamini asipotee, asije akapotea, bali awe na uzima wa milele. 17, maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Tuseme amina. Jamani, tuseme amina. Ngoja nikwambie kitu ambacho hujakielewa. Mama uliyekaa hapo, baba uliyekaa hapo, Pastor Abina, fungu hili nilipolisoma upya nikagundua jambo lifuatalo. Kumbe Yesu, amini, Baba wetu, Mungu wetu, alitupenda sisi sana kuliko hata mtoto wake. Akakubali mtoto wake afe ili mlevi aokolewe, ili mwasherati aokolewe, ili mwende kwa waganga aokolewe, ili aliyechoka katika magonjwa aokolewe, ili aliyechoka kuteswa aokolewe. Yaani Yesu alitupenda sisi kuliko mtoto wake. Akaona ni bora mtoto wake afe lakini sisi tuokolewe. Nina habari njema katika jioni ya leo. Unapendwa. Yesu alikufa kwa sababu ya upendo wa baba yake kwa ajili yetu. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Yaani sema Pastor Abina, Yesu afe ili mtu aokolewe. Kwa hiyo uhai wa Yesu ukamtoka ili mimi niokolewe, ili mtu fulani aokolewe, ili dhambi ikome. Kama Yesu alikufa ili tuokolewe kwa kupigwa kwake, Ogembo imepona. Jamani, Ogembo imepona. Jamani, watu wote tunaokolewa. Yesu amekuja kutukomboa. Unajua, katika siku ya leo inatamani niseme habari za fungu la pekee sana, Waebrania 11:24 na 25. Tunakwenda kufanya wito wa maombi jioni ya leo. Waebrania 11 mstari wa 24 kuendelea kidogo hadi 27. Biblia inasema kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa binti Farao. Hebu tena hilo fungu linapoanza. Natamani nimbadilishe mtu mmoja fikira hapa. Natamani mtu mmoja aguswe na somo hili hapa. Hebu soma tena fungu la kwa hiyo 24 tena. Biblia inasema kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima akakataa. Rudia neno akakataa. Wito mwana wa binti Farao. Nataka niongee na mtu mmoja hapa. Nataka niongee na mtu anayesikiliza. Ukiwa mtu mzima katika imani, kuna mambo utaweza kuyakataa. Nirudie. Ukishapokea uwezo wa Kristo na ukafanywa mtu mzima katika imani, lazima kuna mambo utayakataa. Jamani, Bwana asifiwe sana. Utasema ni mtoto wa Bwana na nimekuwa mtu mzima na nampokea Yesu. Sasa kwa utu mzima wa imani, nakataa pombe, nakataa sigara, nakataa shisha, nakataa wanawake wengi, nakataa waganga, nakataa kumpiga mke wangu, nakataa umaskini, nakataa
maisha mabaya, nakataa mateso. Nataka niwaambie watu wa Ugembo, Yesu amekuja katika utu uzima wetu wa kimwili atufanye kuwa watu wazima kiroho, na ndipo tupokee nguvu yake ya uwezo wa kukataa dhambi, ya kukataa maisha ya shida, ya kukataa maisha magumu. Mpokee Yesu akupe uwezo wa kukataa. Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Wapendwa, haleluya! Mwambie Yesu, ninaomba nikupokee, na nikisha kupokea unipe uwezo wa kukataa. Pombe ninaipenda, lakini kwa neno lako na nguvu zako nikatae. Maisha ya dhambi yamenichosha, lakini nashindwa kuyaacha. Yesu, nakupokea ili nikatae dhambi. Endelea kusoma pale, endelea kusoma fungu la 25. Akaona ni afadhali, Musa akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu, apate mateso pamoja na watu wa Mungu, kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo, akihesabu ya kuwa kushutumiwa kwa Kristo ni utajiri mkubwa kuliko hazina za Misri, kwa kuwa aliyatazamia hayo. Jamani, Bwana asifiwe sana. Nataka nikuambie, Musa akakataa. Unajua, Misri kulikuwa na pombe, Misri kulikuwa na washerati, Misri kulikuwa na maisha ya luxury, maisha ya dunia. Vijana wanakula ujana, wanaona bangi ni ujana, wanaona pombe ni ujana, wanaona maisha yao ni ya raha. Wamemkataa Yesu, wanachagua shida, wanachagua uasherati, wanachagua maisha mabaya. Nataka nikuambia, hayo Musa aliyakataa. Alipompokea Yesu aliyakataa, akasema, Yesu ninamjua, amekufa hatimaye baadaye kwa ajili ya wanadamu wote. Musa akasema, ninaacha kiti cha kifalme na ninaenda kuokomboa Israeli. Yesu akasema, ninaacha mbingu, naenda kufa kwa ajili ya mwanadamu. Nataka niwatangazie Ugembo, Yesu amekufa kwa ajili yako, na kwa kupigwa kwake hata wewe unapona. Jamani, hata wewe unapona. Jamani, hata wewe unapona. Unajua, siku moja nilikuwa pale South Africa nikifanya mahubiri, na nilikuwa nimeitwa kwenye moja ya sober house. Alinichukua tena Mkenya mmoja Mkisii, akanibeba mpaka kwenye sober house. Nikakutana na watu ambao wameathiriwa na madawa ya kulevya, na nilipokuwa pale South Africa nikiongea na vijana, zaidi ya vijana 300 wamefungwa kwenye jengo. Wengine wamekuwa addicted na pombe, wengine wamekuwa wakivuta bangi, wengine wamekuwa wakitumia cocaine, heroin, wanatumia madawa mabaya ya kulevya. Wamekamatwa na wamewekwa kwenye kituo kimoja. Unajua, nilipokuwa naongea habari za Yesu, ya kwamba Yesu alimbadilisha mwanamke kahaba akawa mwinjilisti, habari iliyokuwa nikisema kwa watu ambao wamevuta, wanatumia madawa ya kulevya. Unajua, binti mmoja ambaye alikuwa Pastor Abina anajidunga madawa ya kulevya. Hata wakati huo ambapo naongea naye, alikuwa anapunguziwa resho ya madawa ya kulevya taratibu, kwa uhakika. Maana ukimwachisha mtu ambaye amelewa sana, ambaye ametumia madawa ya kulevya sana, hawezi tukumwambia haraka acha, na akaacha. Wanamfanyia rehabilitation, wanawatoa kutoka kwenye madawa, kutoka kuathirika hadi kwa watu wa kawaida. Dada yule akaniambia, Pastor, je, hata mimi Mungu ananipenda? Akasema, Pastor, nimekaa kwenye clubs, nimekuwa nikinywa pombe, nimechukua wanaume za watu, nimechukua hela zao, nimechukua kila kitu, nimefanya. Akasema, mna pombe sijanywa, hakuna dawa ya kulevya sijapiga, najichoma mwenyewe sindano, na bila hizo dawa natetemeka. Akasema, nimechoka. Je, Yesu anaweza kunibadilisha? Nikamwambia, yule dada alikuwa anaitwa Irene. Nikamwambia, Irene, ukimpokea Yesu
anaweza akakubadilisha, anaweza akakubadilisha. Nami nawaambia watu wa Ugembo, akina mama kwa akina baba, watu wote, wasichana kwa wavulana, kila mtu anayenisikiliza, jamani, Yesu anabadilisha. Nasema tena, Yesu anabadilisha. Akiingia maishani mwako, mambo yanabadilika. Sikiliza nikuambie, tunapoenda kuomba, huyu mwanamke mwingine, Biblia inatoa mfano wa wanawake. Mwanamke huyu mwingine aliyekuwa amezini na amekamatwa, wanaume wamebeba mawe, wanaenda kwa Yesu, wanataka wampige afe. Ngoja nikwambie tena, wanadamu wakikukuta kwenye dhambi wanakuwazia kifo, lakini Yesu akikukuta kwenye dhambi anawaza kwamba unaweza ukaishi katika uzima tena. Wanadamu wakikuona unatenda dhambi wanakudharau, lakini Yesu anasema hamjui ya kwamba nimepigwa msalabani ili hata huyo mdhambi mnamdharau, huyo mnamcheka, kwamba na yeye aokolewe. Jamani, haleluya! Akaletwa na mawe, akawa anataka kupigwa mawe. Nina habari njema, huenda umekuwa mtu ambaye hata mapolisi wanakutafuta, hata watu kijiji hapo mtaani wanakuogopa, hawataki kukuona kwa street, wameona wewe ni mbaya, wanajua unaiba waume zao, wanajua unachukua mwanamke wao, wanajua wewe ni mlevi, wanajua umeathiriwa na madawa ya kulevya. Yesu anasema nilimtetea mwanamke aliyekuwa afe apigwe mawe. Yesu akawaambia, hata nyinyi mna dhambi zenu, hata nyinyi hamjakamilika. Akaandika dhambi zao chini, akaandika dhambi zao chini, akawaambia kama kuna ambaye hajatenda dhambi ampige mwanamke huyu. Nataka niseme kila mmoja ana dhambi yake, kila mmoja ana kasoro yake. Alichofanya Yesu kwa mwanamke huyu, akamwambia mama, umesamehewa dhambi, umesamehewa dhambi. Akamwambia mwanamke huyu, lakini nakuachia assignment moja, usitende dhambi. Namna gani wapendwa? Yaani usitende dhambi namna gani? Tena nina habari njema katika mkutano huu. Haijalishi kwamba ulikaa kwenye dhambi muda gani, haijalishi watu walikudharau kiasi gani, mpokee Yesu sasa, na ukishampokea usitende dhambi tena. Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Wangapi wamesema Yesu, tunaona kama ulikufa kwa ajili yetu? Wangapi wanasema Yesu? Wakati Mr. Mackenzie unamwalika yule dada atuimbie wimbo katika wenye dhambi, wimbo nambari 121, katika wenye dhambi mimi ndimi mkuu wao, ila Yesu akafa, ila Yesu akafa, na kwa dhambi alikufa. Wakati atakapokuwa na imba baadaye kidogo, hapa kidogo ninaenda kumkaribisha Pastor Abina. Atafanya wito siku ya leo akituleta hapa karibu, na tukimaliza kwa kuomba, ninajua kuna wengine wamekudharau, ninajua kuna wengine wamekata tamaa, wanasema sisi Yesu hatupendi, wanasema hata mimi sijui kama naweza nikabatizwa, hata mimi sijui kama naweza nikampokea Yesu, wanasema sijui kama na mimi naweza kusamehewa, nimeua watu, nimetoa mimba za kutosha, nimekunywa pombe nyingi. Nina habari njema, Yesu anakuhitaji, Yesu anakupenda. Anasema hakufa kwa ambao sio wa dhambi, alikufa kwa ajili ya wa dhambi, na anasema mkinipokea nitawapa maisha mapya. Jamani, haleluya! Hata wakati wanaimba wimbo nambari 121, na ndipo namkaribisha mtumishi wa Mungu atulete pamoja jioni ya leo, ili ndiposa hatimaye tutaomba, ndiposa hatimaye tutakiri mbele za Bwana kwamba tumebadilika. Karibuni kwa uimbaji. Bono na haya nyola libageliga lindi liobatizo. Lakini kwa ufupi sana, hebu niona wale ambao watapata ubatizo na wanasema kwamba ingependa pastor, mtumishi wa Mungu Pastor Fadhili aweze kuniombea ili na mimi Mungu akinijalia, jamani, nikifika siku hiyo uweze kupata ubatizo wa maji mengi. Mkono wako juu. Wewe tenga na boko na mbasi bia mono. Ojo tunaende, wewe tenga maana na nje. Na wangi wewe tembe kwa sabatizo. Thank you so much. Mwana na basi inua mkono wako juu tu namna hiyo tu. Mwana ago sabere, linda kala ago sabere,
obe kwanye naye asibatizo Yesu Sabato. Watembee sasa hapa. Kuna mwingine songeeni hapa karibu tafadhali. Sukagocha nande n'abatayati abakristo ko kwarorira umuntu ga kitoko mogocha nera ga kiko nombo mogocha no mwana. Ikiwa unahitaji ubatizo, endelea kuja, endelea kutembea na Yesu anakuita. Mungu akubariki sana dada. Kujeni. Mungu akubariki sana kijana. Kujeni. Mungu akubariki sana. Je, kuna mwingine tena? Mungu akubariki sana. Endelea kuja upande huu, endelea kujipanga pale. Mungu awabariki sana elders. Mungu akubariki sana elder. Unaweza ukasema na mimi nataka ubatizo, endelea kuja. Njoo kwa Yesu. Dada njoo, kaka njoo, kijana njoo. Tembea uje kwa Yesu. Thank you so much. Wala ambao wanahitaji ubatizo. Tutabatiza watu wengi sana. Yesu anasema anatubadilisha. Watu zaidi ya 500 watabatizwa. Wengi wanaendelea kusema kwamba pastor, tuko hapa na tutabatizwa. Hata vijana wetu wa bodaboda walisema pastor, hata kama hatutafika hapo tutabatizwa. Wamejitolea kwamba watabatizwa. Amen. Ili waweze kufanyia Mungu kazi. Amen. Taguda urudi na urona ndi. Utaranywa leo batizo. Bande na watu wa kanisa ime bado. Lakini abantu bako musiko babatizo utana ko batizo. Inki wangerete Nyasaye, inki ko kabwate. Utakoleta no niliro gito sana. Nje no ande ga igo utakoleta sina ngagwe chintongi umule. Gibona inki keke ko sibete. Inki go tange to tako batizo. Bana ko ngwata bo seberwe omana na ko wai. Wanashangaa sana pasa, watu wengine tunataka kubatizwa jameni, na ako ni nini na kuzuia? Tuambie tu tuko hapa watumishi wa Mungu tukuombea. Ikiwa kuna mtu ambaye anasema ninajua kwamba Yesu alikufa ili niokolewe. Yes. Na najua kwamba kwa kupigwa kwake mimi nimepona. Na najua kwamba kama sio yeye hata mwaka sitamaliza bila yeye. Na kwamba najua kwamba mwaka huu nimetembea katika njia gani. Ninataka nianze mwaka pamoja na Bwana. Unajua Mungu anaongea na wewe dada, anaongea na wewe kaka, anaongea na mama, anaongea na mzee mmoja, anamwambia kwamba si wewe ambaye nimekukomboa, nimekulinda mwaka mzima. Na nimeleta crusade hii. Na unajua crusade hii inaisha tarehe 31 na unaanza upya pamoja na Bwana. Ya 2022 yanapita na tazama yanakuwa mapya. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Ninaona watu wakiamua kuja kwa Yesu, na nikuite uje kwa Yesu kwa njia ya ubatizo. Endelea kutembea ambao unahitaji ubatizo. Dada, Mungu akubariki sana. Dada, Mungu akubariki sana. Yule ambaye anasema nataka ubatizo, anasema nataka ubatizo, tembea sasa, tembea sasa. Yesu anasema anza mwaka pamoja na mimi. Anza mwaka pamoja na mimi. Tako mwaka na Nyasaye. Tembea uje. Dada, ni Yesu anakuita. Anasema ijasuluhisha maisha gani? Anasema njoo. Talima ngamboge makiwa njoo sasa. Anasema njoo sasa. Alikutunza mwaka mzima ili uokolewe. Yesu anasema nakupenda mwanangu. Yesu anasema nilikufa ili uokolewe. Yesu anasema nilikufa ili uokolewe. Dada, sasa si uje. Njoo rafiki yangu. Njoo rafiki yangu. Mama, Mungu anakuita. Dada, Mungu anakuita. Yesu anakuita. Yesu anakuita. Tembea sasa na uje. Tembea sasa na uje. Yesu anakuita. Yesu anakuita. Yesu anakuita. Yesu anakuita. Wala msishangae, bali ni wokovu unaokuita. Je, kuna mtu ambaye anasema pastor? Kuna kijana ambaye anasema pastor? Anasema pastor, acha nibatizwe na watu washangae. Acha nibatizwe na mimi nimpokee Yesu. Kijana ambaye unasema, mama ambaye unasema, njoo. Jamani, tubasi ya Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Baba njoo. Mama njoo. Kijana njoo. Yesu anakuita kwa upendo mwingi. Anasema haijalishi kwamba umekaa kwenye dhambi kwa gani. Haijalishi kwamba umekaa huko. Anasema njoo, ninakupokea. Anasema njoo, ninakupenda. Anasema njoo, nimekukomboa. Anasema njoo, nilikufa uokolewe. Inawezekana ulirudi nyuma kwenye ushirika. Inawezekana hujawahi kupata ubatizo wa maji mengi. Inawezekana umekaa kwa muda mrefu. Yesu anasema sasa njoo. Amen. Hebu msindikize jirani yako. Tembea na dada fulani. Tembea na kaka fulani. Mwambie tuende kwa Yesu. Mwambie baba tuende kwa Yesu. Mwambie twende kwa Yesu. Unajua mwaka mzima umepita. Ubarikiwe sana kijana. Amen. Na bidii na wewe kufanya maozi. Ubarikiwe sana. Watie watu wanaotembea
Njoo, tunataka tukuombee. Umalize mwaka na Bwana. Uanze mwaka na Bwana. Uamue kama Paulo aliamua kutoka Sauli na kuwa Paulo. Kuna mtu mwingine ambaye anasema dada, kaka, ikiwa ni wewe njoo. Ikiwa ni wewe njoo. Ikiwa ni wewe njoo. Na tunaenda kuomba bado dakika moja. Ikiwa na miaka zaidi ya 12 kwenda mbele na hujabatizwa, anza kumpa Yesu maisha yako leo. Amen. Mimi nilibatizwa nikiwa na miaka 12. Na mpaka sasa sijuti kumpokea Yesu. Amen. Sijuti kumpokea Yesu. Amen. Maana ya dunia ninayadharau na ninaona ufalme wa Mungu ni amani ya milele. Amen. Inawezekana unasema mimi bado mdogo. Shetani atakuwahi katika udogo wako. Atakuwahi katika umri wako. Inawezekana kijana unasema nitabatizwaga tu. Na mimi nitabatizwa tu. Yesu anasema sio hiyo siku, ni leo. Inayo dakika hii ya kukuita njoo kwa Yesu. Na mwingine tameni, kama yupo mmoja aje sasa. Kama yuko mmoja aje sasa. Najua wengine wataandika majina yao. Kama yupo aje. Awesimi tuele ligochae. Pande mbele watatale mtu waiga. Andika jina lako, weka namba yako ya simu uweze kutupatia hapa. Kama kuna mtu akubatizwa, endelea kutembea, njoo. Endelea kutembea, tuna dakika hii moja tu ya wokovu. Baada ya hapo naomba tuimbe wimbo nimekombolewa na Yesu, tunapoenda kwenye maombi maalum jioni ya leo. Tunapoendelea kuimba, ningependa Hilda aweze kupita hapo miongoni mwenu. Kama kuna yeyote aweze kumpa jina lake na namba yake ya simu. Tutakutafuta, tutaongea pamoja na wewe, tutakutayarisha kwa sababu ya ubatizo wako. Elda mmoja apite sasa katikati ya watu, mwingine anapoandika hapa elders, mwingine uandike majina ya watu. Ikiimba andika jina lako, tunaandika jina lako na tunaendelea kuomba baada ya wimbo huo. Beti mbili za wimbo namba 35. Tulikombolewa na Yesu na sasa nafurahi. Huko nyuma kama kuna yeyote ambaye anataka kuandika aweze kupata ubatizo. Andika hata mtoto ako nyumbani kama alitumana maneno kwamba angependa kubatizwa. Pastor anaenda kuombea. Majina nayo pastor ndiye anahitaji, anaenda nayo. Anaenda kukuombea. Anaenda kuyatamka akiendelea kukuombea. Lakini hata nakuwa yalikanze. Kwa sababu tunaandika, maana yeye atasidi kukuombea hadi siku hiyo itakapofika. Kama kuna yeyote mzee njoo katikati, tembea huko nyuma ya watu. Nakombolewa na Yesu, kombolewa. Mimi mwana wake kweli, kukombolewa na furahi, kupita lugha kutamka, ulionyesha pendo lake, mimi ni mtoto wake. Endelea kuja jamani, karagocha naye unaona tisho yao ndani ya Yesu tu utakaye kukomboa. Lakini utakomboa nafsi yako, utakomboa nyumba yako. Hayo macho ni mwana wake kweli. Yesu kombolewa, mimi mwana wake kweli. Najua wengine wanaandika majina yao kwa elders.
Inawezekana wengine wako wameshikilia bodaboda zao na wasingeweza kuja. Inawezekana wengine wako kwenye maduka yao. Inawezekana kuna mmoja ambaye anatafakari, anasema leo sijavaa mkao wa kupita mbele za watu, lakini natamani na mimi nibatizwe. Baada ya maombi haya, njoo uandikwe na utabatizwa. Jamani, Bwana asifiwe sana. Jamani, Bwana asifiwe sana. Leo tumeona kwa mapana makubwa kwamba Mungu anampenda mdhambi, lakini anaichukia nini wapendwa? Jamani, Mungu anaichukia dhambi, lakini anampenda nani? Anakupenda hata wewe. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Na ndio maana leo utaona Mungu alivyo na uwezo wake. Rafiki yetu mmoja ameitwa na Bwana kwa njia ya tofauti, na hata leo nitamuombea Bwana ampe badiliko la tofauti. Amen. Na leo mimi nitawaombea watu wote ambao wanahisi wamekaa kwenye dhambi, Bwana awaite kwa namna ya tofauti. Lakini inawezekana tu ulikuwa hujawahi kubatizwa, ulikuwa hujawahi kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Umekaa maisha yote, unajua Biblia inasema aaminie na kubatizwa atafanya nini? Ataokolewa. Kwa hiyo kama unakataa tiketi ya uzima wa milele ya maji mengi ya kubatizwa, umekataa uzima wa milele. Tumefundisha habari ya ubatizo na unasema unaendelea kutafakari. Baada ya ombi hili, Mungu akupokee. Fanya maamuzi uokolewe sasa. Hebu tuombe sasa. Tuamini na tuombe. Ikiwa kuna mtu bado anaumwa, maana nina shuhuda nyingi za watu ambao hata asubuhi ya leo wamepona. Ikiwa na wewe bado umekuja leo na ugonjwa wako, utaje katika maombi sasa na unapona. Ikiwa kuna mtu ambaye amekuja hapa anaumwa, ikiwa kuna mtu ambaye amekuja hapa amechoka katika ugonjwa, ikiwa kuna mtu anaombea mtoto wake anasema Bwana hata kwenye crusade hii na yeye abatizwe, ikiwa kuna mtu ambaye anasema Bwana hata mimi nataka nibatizwe, nataka nibatizwe, endelea kuombea maisha yako. Ikiwa kuna mtu ambaye katika maombi haya amechoka katika ugonjwa, ninatangaza kwa mamlaka ya jina la Yesu na wa dhambi, harufu ya dhambi ilipotea, hali ya ukatili ilipotea. Ulipokutana na Sauli ulimbadilisha, ulipokutana Maria Magdalena ulimbadilisha, mwanamke aliyekuwa apigwe mawe na kufa ulimbadilisha. Kila aliyekutana na wewe alibadilika. Sasa Bwana, ninaomba ikiwa kuna mtu ambaye anataja, ameshikilia moyo wake, anataja ugonjwa wake, anasema naye anataka kupona, anasema naye anataka kupona, kama ambavyo umetuponya tangu mwanzo wa mikutano hii, ninatangaza sasa na wewe pia unapona. Bwana, mtu huyo mponye kwa jina la Yesu. Baba, huyo naye apone kwa jina la Yesu. Baba, apone kwa jina la Yesu. Mgonjwa yote aliyekuja hapa apone kwa jina la Yesu. Apone kwa jina la Yesu. Unapona kwa jina la Yesu. Unapona kwa jina la Yesu. Na upone sasa. Na upone sasa. Kisukari kiondoke. Presha iondoke. Nina miguu ipone. Vichwa vipone. Uvimbe yeyuka. Uvimbe yeyuka. Kwa jina la Yesu yeyuka. Kwa jina la Yesu uvimbe toka. Toka. Kwa jina la Yesu upone. Bwana, asante unatuponya. Ponya watoto wetu. Ponya wazazi wetu. Hata walio katika dhambi. Yesu waokoe. Yesu waokoe. Pombe zikome. Bangi zikome, dhambi ikome, uasherati ukome. Kwa jina la Yesu Bwana, utukomboe ugembo. Uchawi ukome, na kama kuna mchawi yuko mahali hapa anasikia, shindwa kwa jina la Yesu. Shindwa kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Na kama kuna nguvu ya giza iko hapa, tetemeka kwa jina la Yesu. Tetemeka
tetemeka kwa jina la Yesu, tetemeka kwa jina la Yesu. Yesu anapita hapa, hakuna nguvu hapa ya uchawi. Yesu anatushindia, Baba anatushindia. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Sasa Bwana, wale ambao wamejitoa kubatizwa waandike katika vitabu vya uzima. Ulisema atakayenikiri mbele za watu nitamkiri mbele za Baba yangu. Baba, ukatukiri, ukawakiri wanaojitoa kubatizwa mbele ya Baba yako, na waandikwe katika vitabu vya uzima, waokolewe katika dhambi, waokolewe katika magonjwa, waandikwe katika vitabu vya uzima. Get to the point. Take a step forward.